I am a young person. I am a person who has a child who is barely the age mate of the great-grandchild of Senator Okong'o Omogeni. And I want to tell Okong'o Omogeni, if you want me to go there, where you have planted goons, where you have encouraged goonism to continue going on, then you need to give me an health cover, give me an insurance of life, give me a death insurance, because now imefika mahali ni kama unatupangia mazishi yetu. Then from there, you tell me to go there. You are safe in the Senate. You have incited your fellow senators to tell us to go back to the assembly, when you know very well that what you are doing is not right. I really want to ask Senator Okong'o, if you are human enough, why are you asking us to go into a place where we are going to kill ourselves? Because we went there, and the night of yesterday that we are waking up to this day, we had goons fully given weapons, and those goons had alcohol in that place. We asked Senator Okong'o, if you want to convert Nyamira County Assembly to a bar or a lounge, we have allowed you. Go and look for a license, convert that place to a lounge, so that then you can do live band and it be officially protected as an entertainment joint. Otherwise, we are not going to allow that our senator is going to interfere and meddle with issues of the assembly. The MP Steve Mogaka, yes, you are hosting us as the county assembly headquarters. But then, we have the responsibility to take care of the people of Nyamira and their safety. That is a public place where our people seek services, yet it is the place where people are there and threatening that they will kill someone if someone appears there. We kindly appeal that we are for peace, and we will not allow the senator to mislead the Senate. The Senate is very safe in Nairobi, and if we ask for a favor, that the senators that were speaking, Senator Sifuna, Senator Okong'o, all of them that were speaking about Nyamira, you should allow us to do the sittings from the Senate in Nairobi, so that you yourselves come and do the Senate sittings in the Nyamira County Assembly if you feel it is safe enough. But we have the responsibility of protecting our lives, and our lives matter most. So you cannot send us to a butcher in the name of you know the law. If you have a challenge or you have a problem with us running bunge mashinani, take us to court, challenge it so that we can then handle it head on. Tusa kibinadamu. Mimi nasema saizi tuko waheshimiwa 21. Penye Okong'o anasema tuko wabunge 12, lakini tumefika 21. Sisi tutaendelea kufanya vikao vyetu katika mashinani kwa sababu mashinani is legal. Kama anataka kuichallenge, koti siko, pia anayasaulizia hata bibi yake ni church, atamwelezea vizuri ili ajue kuwa we are doing a legal thing. Jambo tunazungumzia ni hili. Tunaitisha amani katika bunge letu la Nyamira. Na wale ambao wanaleta vita katika Nyamira, mmoja wao ni Steve Mogaka pamoja na senator wetu Okong'o Omogeni. Tafadhali tunaomba na tunawasihi mupate kuheshimu sheria na kuheshimu bunge letu la Nyamira na kuheshimu speaker ambaye ameteuliwa na amewekwa pale wakifu kama speaker na ameidhinishwa na kisheria kutoka kotini ya kwamba yeye ndiye speaker halali ambaye anaweza kuongoza vikao katika assembly yetu ya Nyamira. Tumheshimu na tufanyie wananchi kazi. They closed the gates to us, and I remember there were some journalists who were there, and you are a journalist. You've seen the kind of goons there in the assembly today. They are not even staff, they are not even MCS, and these are goons are also well known to you. So some of our members went to the assembly today, but the kind of atmosphere which was there, number one, the kind of atmosphere which was there in perpetrating violence. People have been bought alcohol the entire night. They started ferrying people at 5 in the morning. You know, all these owner members have families. They have to take care about their own life. The speaker is also a young man. He has a family. We have to take care of his life. So we went there, and when we saw the kind of violence there, we had to come back. Tunapata kuwa watu wenye wako katika hilo bunge letu ni watu wageni wenye hata hatujaiona. Na usiku wa kuamkia leo mliona pombe zilinunuliwa, tukaambiwa hizi pombe zimenunuliwa na wanasiasa wenye wanafanya kazi katika bunge kuu. Mimi naambia seneti yetu, Okong'o anaendelea kutumia seneti vibaya. Kama anataka kula ya ugavana,
kama anataka kura ya ugavana akuje aombe wananchi kura. Assembly sisi hatuna kura tutampea, kwa sababu jinsi jenye anaenda seneti kuelezea maseneta kuwa assembly ni mbaya, speaker ndio huyu, hiyo sio njia inayovaa. Njia mzuri ni kukuja waongee na watu wa Nyamira, kama ni kiti cha ugavana anataka atakipata. Lakini mimi naambia seneta wetu, you are letting us down. You are becoming a disgrace to the people of Nyamira. Tulijaribu kuelewana na tukawashawishi tupate kurejea vikao vyetu halali kama vile ilivyokuwa awali, kwa kuajilia spika wetu Enoch Okero kueleza vikao vyake. Wakakataa, ndiposa wakatufungia milango na kila mahali walifunga, na wakaleta magari wakatuzuia, wakaanza kuleta furugu huko ndani. Wakaachilia staffs waanze kutusomea kama watoto, na sisi ndio wakuu ama wadozi wao. Kwa hivyo kile kitu tunasema yote hayajaisha. Kile kitu tunahitaji bado, kuna nafasi ya maelewano. Wakuje tukae, tuelewane, tuendelee mbele. Okay. Sisi hatujatakata hata moja. Wakuje wote tupate kuelewana. Kama board member wa County Assembly ya Nyamira, saa hizi tunafaa kufunga lile bunge ili investigation ifanywe, kwa sababu vitu zenye zinafanyika katika bunge hilo si vitu za kibinadamu. Mimi nasema saa hizi tuko waheshimiwa 21. Penye Okong anasema tuko wabunge 12, lakini tumefika 21. Sisi tutaendelea kufanya vikao vyetu katika mashinani, kwa sababu mashinani is legal. Kama anataka kuichallenge, koti siko, pia anayasaulizia hata bibi yake ni church, atamuelezea vizuri ili ajue kuwa we are doing a legal thing. The assembly has been turned into a bar. So as honorable MCS, and we are the majority, we are 21 of us, we've written and we've complained to the Nyamira security team. What you want them to do, number one, is to arrest the goons and the people seen perpetrating violence, including our fellow MCS and members of staff who closed Nyamira County Executive offices. And they are well known. If the security team is not protecting, we ask them to take stand action against all those people. So team number one, for failing to provide security to the assembly. We have armed cops in that assembly. Those armed cops are protecting those goons. Firearms. Number two, yes, number two, the another issue, we are pointing at our elected leaders who are inciting and financing these violence, including the area member of parliament for West Mogrango constituency. Yes, there is other issues will be addressed by the other speakers.